Just on the stroke of midnight, the governor and the prime minister saluted the new flag. Tangu wakati wa uhuru, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikisisitiza suala la afya na lishe bora, na hivyo kumekuwa na jitihada mbalimbali katika awamu tofauti za uongozi zenye lengo la kupunguza matatizo makubwa ya lishe yanayoikabili nchi yetu. Na katika kutekeleza majukumu yake mbalimbali, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan nayo imekuwa mstari wa mbele katika kusukuma ajenda ya lishe kitaifa, kikanda na kimataifa, ikifahamu fika lishe bora ni msingi wa nguvu kazi imara. Kisoma kasi ya kupungua kwa udumavu nchini, ninaona bado tunalo jukumu kubwa la kufanya. Ndugu viongozi na wananchi, swala la udumavu lichukuliwe kwa uzito mkubwa. Hili ni swala la ustawi wa jamii na ni swala la usalama wa nchi. Katika muktadha huu, serikali imeendelea kusimamia uandaji wa mikakati, mipango na miongozo mbalimbali ya kuongoza utekelezaji wa afua za lishe nchini. Wizara ya Afya ikiongozwa kwa umakini na Mheshimiwa Waziri Ummy Mwalimu ilikabidhi Taasisi ya Chakula na Lishe Tanzania jukumu la kuandaa mwongozo wa taifa wa chakula na ulaji uliozinduliwa rasmi tarehe 16 mwezi wa 11 2023 katika soko kuu la Kisutu jijini Dar es Salaam. Nataka niwahakikishie Watanzania mwongozo huu unaweza kutumiwa na kila Mtanzania, awe mjini, awe kijijini, awe tajiri, awe maskini. Ni mwongozo ambao unaakisi mazingira ya Kitanzania. Mtu ni afya na afya ni mtaji. Karibuni katika mfululizo wa vipindi vyetu vya lishe bora ni mtaji. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na Shirika la Chakula na Kilimo Duniani FAO kwa kushirikiana na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Kilimo pamoja na Taasisi ya Chakula na Lishe chini ya programu ya AgriConnect ambayo inafadhiliwa na Umoja wa Ulaya. Jina langu ni Aquilina Wendelin Mwandri, mhadhiri mwandamizi kutoka Chuo Kikuu cha Sokoine cha Kilimo Morogoro. Karibuni sana tushiriki pamoja. Lishe bora ni mtaji, ukuaji wa mtu. Lishe bora ni mtaji, maendeleo ya elimu. Lishe bora ni mtaji, kwa uchumi wa mtu binafsi. Lishe bora ni mtaji, kwa maendeleo ya taifa letu. Lishe bora ni muhimu kwa maisha yetu. Leo katika kipindi chetu cha mapishi tuko na wageni wetu Shehe Mziwanda kutoka Zanzibar pamoja na Bi Juliet Shine, afisa mwandamizi kutoka Taasisi ya Chakula na Lishe. Kwa pamoja watatuandalia mlo kamili unaotokana na makundi 6 ya chakula kama inavyoelekezwa kwenye miongozo ya chakula na ulaji wa nchi yetu. Vipindi hivi vimeandaliwa ili kuelimisha aina mbalimbali ya vyakula kwa kuzingatia makundi 6 ya chakula kama ilivyoainishwa na miongozo ya kitaifa ya chakula na ulaji. Leo hii tuna sahani yetu ya vyakula ambayo inatusaidia kupanga mlo kamili kulingana na mwongozo wa chakula na ulaji. Tuna makundi 6 ya vyakula. Tuna kundi la nafaka, mizizi na ndizi za kupika. Tuna kundi la jamii ya nyama na vyakula vya baharini. Tuna vyakula vya jamii ya mikunde. Tuna matunda, tuna mboga mboga, lakini pia ni vyema tukatumia mafuta kidogo kwa ajili ya kuweka kwenye vyakula vyetu. Mzee Mziwanda, wewe ungependa kupika nini leo? Nataka tupike pweza. Pweza ambaye atakuwa na mboga mboga kidogo lakini na matunda, lakini na wewe nataka utupikie ugali wa mhogo pamoja na njegere. Asante. Karibuni sasa tuanze kunawa mikono ili tuweze kuanza kuandaa mlo wetu kamili. Unawaji wa mikono kabla ya kuanza kuandaa chakula ni muhimu sana kwa sababu mikono yetu inaweza ikawa imebeba uchafu wa aina tofauti
lakini pia na vimelea ambavyo vinaweza kutusababishia magonjwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuanza kusafisha mikono kwa maji safi na salama vizuri kabisa, ili tuweze kuandaa mlo ambao unaweza kutupa afya bila kutuletea tatizo. Na sasa nianze na ile kazi ya kuanza kumwandaa pweza wetu kwa ajili ya kula. Humu ndani mna sosi ya pweza ambayo ndio baadaye tutaitumia nayo. Huyu ndio pweza wetu. Tutakuwa tunamkatakata namna hii. Na pweza, kwa wale watu waliokuwa hawajui pweza, tumwangalie vizuri. Ana mikia 8 na ni kitoweo kizuri ambacho hakina mfupa kwa kweli. Hakina mfupa na nyama yake imejaa protini sana. Kwa hivyo tutamkata pweza wetu katika vipande ili tuweze kumwandaa kama ni sauce au kama kitoweo. Kwa wale wanaojua kitoweo au kitoweo kwa kule kwetu, maana huku bara kila kitoweo kinaitwa mboga, lakini kwetu mboga ni za majani tu. Lakini tukiangalia hapa tutakuta huyu pweza anakuwa anaitwa kitoweo kwa maana ya samaki au nyama ndio kitoweo, lakini mboga tukisema zote zenye asili ya majani ndio tunaita mboga kule. Kwa hivyo huyu ni pweza wetu ameshakuwa tayari, na sasa tunataka tuandae mazingira ya kuweza kumwandaa. Tunachukua hii ni frying pan ambayo tunakuja sasa kwenye jiko letu. Labda chef atuwashie kule tuone sasa namna gani tunaweza kuandaa. Haya ni mafuta. Lakini mafuta haya kuna tahadhari katika lishe, yanatakiwa yatumike kidogo sana. Yatumike kidogo sana. Kwa maana ya namna gani tuweze kuoka vitu vyetu. Vitunguu maji kidogo. Vile vile tunatia tangawizi kidogo. Na tunachanganya na vitunguu thomu. Baada ya hapo sasa tunaanza kuchanganya kwa ajili ya kutayarisha pweza wetu ili tuone namna gani anapata ladha. Kwa hapa tunaona vitunguu vyetu tayari vimekwisha kuchanganyika, na baada ya kuchanganyika sasa tunaona tuko tayari kuingiza yule pweza wetu, kwa sababu tayari tumeona tunataka achanganyike. Sasa pweza wetu achanganyike na spices zile. Ni muhimu kuweka mafuta kidogo kwenye chakula wakati unapika, kwa sababu mafuta yakiwa mengi yana madhara kwa afya. Sasa pweza wetu naona amekamilia. Huu ni mchuzi, tunaweka kidogo kwa ajili ya kuona kwamba ile ladha yake inajirudia wenyewe, kwa sababu unapopika kama hivi basi anakuwa na mchuzi au supu yake inapokuwa inachanganyika na viungo vyetu, basi yenyewe inazidisha kunogesha ule utamu na ladha ya kitoweo hichi cha pweza. Sasa naona tuonje kidogo ile chumvi sasa, kama kweli yenyewe imekidhi haja. Anaonja chumvi kidogo kwa sababu pweza anakaa baharini, na baharini kule huwa pweza anapata chumvi. Kwa hiyo ukiweka chumvi bila kujua ladha ya pweza ya asili yake, unaweza ukazidisha chumvi. Hii ni amount ndogo au kiasi kidogo cha chumvi ambayo tunaweka, kiasi cha kwamba chakula kipate ile ladha. Lakini chumvi yenyewe kama ilivyo, ikiwa ni nyingi ina athari katika viwiliwili vyetu na inaweza kutusababishia vitu vingi ambavyo vitatupelekea kupata maradhi katika miili yetu. Tayari pweza wetu amekamilika. Sasa tunataka tumwandae kwa ajili ya kwenda kula chakula ambapo kila mmoja wetu anaweza akaenjoy. Baada ya shehe kupika pweza, mimi nitapika njegere pamoja na mboga za majani. Njegere zetu zimeshachemshwa tayari. Tutaziandaa njegere hizi ili tuweze kusaidia pia kwa kwamba tunaunganisha tupate mlo kamili. Na mboga za majani tumeshazichambua kabisa, tumeshaziosha, na ni vyema mboga ya majani uichambue. Hii mboga ni maboga, uyachambue vizuri. Baada ya kuyachambua uyaoshe, baada ya kuosha ukatekate. Ni kwa nini tunafanya hivyo? Ni vyema kufanya hivyo kwa sababu
mboga za majani zina vitamini ambazo zinayeyuka kwenye maji. Kwa hiyo ukija kukatakata kabla ya kuosha, ina maana zinayeyuka kwenye maji, zinapotea. Kwa hiyo ni vyema ukaosha kwanza, afu baada ya hapo ukakatakata. Kwa hiyo mimi tayari nimeshafanya vitendo hivyo, nimeshazichambua, nimeshaziosha, afu baada hapo nimezikatakata. Kwa hiyo sasa naanza na kupika njegere. Tunaweka mafuta kidogo kwa ajili ya afya. Tunajua kwamba mafuta mengi sio mazuri kiafya, yanasababisha magonjwa. Kwa hiyo ni vizuri tukaweka mafuta tu kidogo. Naweka vitunguu. Na tunajua kwamba vitunguu vina kemikali nzuri kiafya. Hiki ni kiungo pia unaweza kutumia kama mboga mboga na pia kuongea kwenye chakula kama ninavyofanya. Kwa Kiingereza tunaisema kwamba antioxidants nyingi kwa ajili ya kusaidia kutoa chembe haribifu mwilini, matakataka tunayokula kutoka kwenye vyakula. Kwa kutumia vitunguu vingi unapata faida hiyo. Baada ya kuweka vitunguu, tunaweka karoti. Baada hapo naweka hoho. Naweka nyanya. Sasa naweka chumvi kidogo kwa ajili tu ya ladha. Na pia naweka chumvi ili iweze kufanya nyanya yangu iweze kulainika vizuri. Chumvi nyingi sio nzuri kiafya. Lakini pia tunajua kwamba chumvi ina umuhimu, imewekwa madini joto ili uweze kuepukana na matatizo yanayotokana na upungufu wa madini joto. Sasa nyanya yangu ishaiva, naweka njegere. Njegere iko kwenye kundi lipi katika makundi 6 uliotueleza pale? Kwenye kundi la mboga mboga au kwenye kundi la mikunde? Njegere zimegawanyika katika makundi mawili. Kuna njegere kavu na njegere mbichi. Njegere mbichi tunaweka katika kundi la mboga mboga. Njegere kavu tunaweka katika kundi la jamii ya kunde. Hizi za kwangu hapa ni mbichi. Kwa maana hiyo kwamba tunaiweka kama mboga mboga kwa sababu ule ubichi wake unaifanya iingie katika hilo kundi la mboga mboga. Lakini zikisha kuwa kavu kwa sababu zinakuwa zimenyauka yale maji, tunaweka katika kundi la jamii ya kunde. Sasa njegere zangu nazifunika zichemke kidogo. Kwa kuwa tumemaliza kukata fruti, mananasi yetu ndio haya kwa ajili ya kwenda kukamilisha mlo wetu kamili, na haya yamekwishakuwa tayari, yanasubiri kuliwa tu. Hii ni shokishoki ambayo kule kwetu Zanzibar ndio nyingi sana na zina msimu wake. Kwa hivyo kule kuna shokishoki, kuna doriani, ni vitu ambavyo maeneo mengine ni adimu, havipatikani hasa huku bara. Labda maeneo ya Tanga unaweza kukuta hizi, lakini kwa wingi zinapatikana Zanzibar. Kwa hivyo kwa kukamilisha matunda na vyakula vinginevyo, basi tunapata afya nzuri, afya endelevu, na tunasema lishe bora ndio mtaji. Ni muhimu sana kuweka mafuta kwenye mboga za majani kwa sababu mboga za majani zina vitamini ambazo zinahitaji uwepo wa mafuta ili ziweze kuyeyuka. Kwa hiyo ile tabia ya kusema wanapika mboga zangu chukuchuku, hapana. Tunasema mafuta kidogo na weka kwa kiasi kidogo ili vitamini A na vitamini nyingine ambazo zinahitaji uwepo wa mafuta ziweze kuyeyushwa kwa urahisi. Kwa hiyo tusipike mboga chukuchuku, tuweke mafuta kidogo. Ukipika mboga ya majani umeifunika. Tuna tabia ya kupika mboga bila kufunika. Usipofunika ina maana baadhi ya vitamini zinapotea. Kwa hiyo ni vyema uifunike wakati wa kupika. Na mboga ya majani inapikwa kwa muda mfupi, sio muda mrefu. Inategemea aina ya mboga. Kuna mboga ambazo zinahitaji muda mrefu na nyingine zinahitaji muda mfupi. Kama imekomaa sana, unaangalia usipike mpaka iwe tepe sana. Sasa naweka chumvi kama tulivyosema, chumvi kiasi kidogo, na chumvi iwe ni chumvi yenye madini joto. Hakikisha kwamba chumvi unaikoroga vizuri. Alafu naweka pia karanga kidogo kwa ajili ya kuiongezea ladha. Lakini hii karanga yangu tayari ishasagwa. Unaweza pia
Chukua tu karanga zako vizuri nyumbani, ukaziandaa, ukazichambua vizuri, ukazikaanga au ukazitwanga hivyo hivyo zikiwa mbichi, ukazisigina, ukapata karanga ukaweka kwenye chakula chako. Katika kuboresha, sababu tunajua pia karanga ina mafuta, karanga ina protein. Naifunika kidogo mboga yetu iendelee kuiva, wakati huo naandaa ugali wangu. Naona harufu mpaka nishaandaa appetite. Chakula chetu sasa kiko tayari mezani kwa ajili ya kula. Karibuni. Asante. Lakini shehe, vyakula vyenyewe ni hivi hivi vinavyopatikana katika maeneo yetu. Unaona, kuna chakula ambacho kimetoka nje, vyetu tunalima hapa kwetu. Ni kweli, na kwa tathmini leo mlo wetu huu ni wa familia yenye watu watatu. Tukitathmini hapa gharama ya chakula chetu chote cha leo tunapata kama 11,750 chakula chote hicho. Lakini kwa mtu mmoja mmoja anapata 2,350 approximately kwa kukisia. Kwa hivyo chakula chetu hakiharimu hela nyingi. Ni chakula chenye afya na lishe ambacho kila Mtanzania anamudu gharama hizi ambazo kila kilo ambacho tumetumia katika matumizi yetu vyote vinapatikana hapa Tanzania. Lakini tukumbuke kwamba kuwa na makundi yote haya ya chakula ambayo ni makundi 6 yanatakiwa kuliwa ndani ya masaa 24. Kwa hiyo kama asubuhi ulikula maharage, mchana umekula na njegere, inawezekana usiku ukala na dengu, basi ukiwa umechanganya na hizi mboga zingine na makundi mengine ukawa umekamilisha. Lakini tusisahau pia maji ya kunywa. Haya ni muhimu sana kwa afya yetu. Ni muhimu kwa ajili ya kutoa sumu kwenye mwili. Lakini tukumbuke pia kwamba asilimia kubwa ya miili yetu ni maji. Tunashukuru sana shehe wetu kutoka Zanzibar, tunashukuru sana Bishine kutoka Taasisi ya Chakula na Lishe. Tunashukuru kwa kutuongozea kipindi chetu na kutuandalia mlo. Tukumbuke kwamba lishe bora ni mtaji. Wiki ijayo katika lishe bora ni mtaji. Leo tutapika pilau la maharage. La maharage, chakula kwa ajili ya vijana rika. Hapa kuna kundi la nafaka, mizizi, mafuta na hasira, hali ya uchumi. Tutajua kama wewe ni mpishi ama la. Hivi vitu mbona vidogo sana? Umeonaje pilau hili la maharage ukilinganisha na la nyama? Kongole. Lishe bora ni mtaji.